So nikaamua acha ni set trap number 3 for this caretaker mwenye anaingia kwa nyumba yangu bila ruhusa. And the worst thing ever, alikuwa anakuja saa ingine na msichana fulani alikuwa ameajiriwa kazi like a house girl kwa nyumba yangu. And then also alikuwa anakuja na boys fulani ambaye alikuwa na mhost kwake, alikuwa ametoka ushago. Mwenye yani kijana ametoka ushago amekuja Nairobi kutafuta kazi, so huyu caretaker anamhost. Can you imagine such a person intruding your house? So nikaamua let me set trap number 3, and it actually didn't take long. So kitu nilifanya ni that fateful day I had like a laptop yenye nilikuwa nafanyia kazi, na nilisema acha niache the camera ikiwa on, and then nitaeka screen design yenye you cannot even sense anything at all, but the camera bado ina record. So mimi nikatoka nikaenda zangu, like ata my intention was not even to like get the video ama anything like that. Intention yangu ilikuwa tu nipate like the hard evidence, nipate nione umsi bila nakuja kwa nyumba, and then I take action on that. So well, before all that, let me tell you, so much worse had happened for me to reach a conclusion that acha nitulie kidogo before I get my stuff and then nihame. Sikuwa nataka kupeana notice, because kama ningepeana notice wangejua ile siku yenye nahama. And who knows, because hata the landlady of that house alikuwa so vulgar, and then she was so rude. Ukienda ku raise an issue, especially when I raised an issue ya vile nilikuwa na fall sick nini, she used to call me out for ATCG for my bullshit and stuff like that. Mind you, ni kitu yenye unaona hata we mwenyewe. So alikuwa na gaslight in short. So on this fateful day, can you imagine landlady akikugaslight? Like that is the worst thing ever. What the jehanamu? Aenda jehanamu. So on this fateful day, mi nikaset tu kamera ya laptop, and then nikatoka nikaenda zangu, because I knew of course this person atakuja. Now what was happening on that same day, kulikuwa na walikuwa wanapaka rangi kwa rails. Sikuwa nimenotice, so walikuwa napaka rangi kwa rails. Na so after nimerealize that umse anaingianga kwa nyumba yangu wakati ambao siko, nilikuwa nafunga every other room. So hiyo siku nilifunga ile mlango yenye inaweza unafungua ili uaccess the bathroom and every other room in the house. Nilifunga hiyo because you don't know what people like someone would do akikuja kwa nyumba yako and then apate hivyo. Hata labda anaweza steal identity yako, ama aeke mambo yako, ama labda install camera in your house, which I doubt, because this is not someone mwenye ako intelligence yake imefika to that place, because yeah, sorry, but it's just the truth, you know. So mse kitu alifanya ni mi nimeenda sasa, nimejipa shughuli, nimeenda, and actually I went looking for a house, but sasa nime set a trap design yenye he wouldn't even know. Like he's not that intelligent to a point that atakuza angalie laptop ama nini. He doesn't even know how to washa a laptop ama ku access anything. Nah, he doesn't. So mimi nimetoka, nimeenda zangu, and one of the things I was doing, nilikuwa natafuta how in that process as I'm setting up this trap as well. But I used to do like calls mostly. So nimeenda, and then niliacha kama wana paint hizo rails and like other places ambazo zilikuwa zimechapa, of course. Yeah. So by the time I was coming back, hao watu ambao walikuwa wameajiriwa to like do casual labor like around the apartment, walikuwa wamejipanga pale kwa gate. So when they saw me nikikuja, they started like there were like mumbles you could see. Well, from afar I couldn't tell whether they were speaking or not because I can't hear, but there was just like some sort of confusion. And then one ran inside and there was a shout uko juu. It's like alikuwa na shout uko mtu juu, and then akarudi mahali penye alikuwa. And to me that was very suspicious behavior. Mind you, when I was leaving they never said hi to me, but when I was coming back
they actually said hi to me, like, "Hi, madam." Yeah, and for starters, that was very suspicious behavior, and again, it's very rude, because yeah, if you get it, you get it. It's just rude. So mimi nikaingia kwa compound, and then kule juu naona yule shenzi wa caretaker and the house girl wa neighbor. Kulikuwa na nyumba yangu ilikuwa ni kama iko katikati, right? So nyumba next haikuwa na mtu, lakini nyumba hiyo nyingine iko kule ilikuwa na mtu, na huyo mtu alikuwa na house girl, and this caretaker alikuwa ana munch udem, like this. Oh God, please. I don't even know why I feel so disgusted, like, talking about this, because it's the worst thing that has ever happened to me. And so when I just got into the compound, at this point nilikuwa nishapata nyumba, but sikuwa nataka kupeana notice because I didn't want anyone to know, because you never know like what people are planning, So mimi nikajifanya like I haven't seen anything and things like that. So nikafika kwa compound, and then I didn't look up. Niliangalia like a different house that had like, okay, on this side kulikuwa na like houses, right, zenye ziko na vioo, and so if I looked at those houses I could see whoever was up there, and so I saw this ninja and this chick. It's as if they're like in a hurry, na ni kama wanafunga sasa hiyo nyumba yangu. So mimi nikapanda 2 stairs pole zangu. You see, as long as they don't suspect I know, there's nothing they can do. So I just had to like play along, nijifanye sijui chochote, na nikapanda stairs. I actually said hi to them, but of course I knew what was going on. And let me tell you, the Lord is my shepherd. The Lord has always protected me. So wakati ambao tulikuwa tunapitana na wao, I could smell the girl's perfume and I could smell the guy's jasho as usual. Nigga never showers. Ninja wa haogi. So sijui kama wanaoga, I could care less. Sasa mimi nikapanda stairs, and then when I got to my house, for starters, unaona pale kwa mlango, I could like, yani hata energy tu iko tu hapo. For starters, mse alikuwa ameacha paint yake kule chini, sijui wakipaka kuna reels ambazo walikuwa napaka rangi. I don't know to impress who. Lakini sasa wakati ambao nilifika pale nje ya mlango yangu, definitely hiyo tu harakati ya labda wakipotea ili nisiwapate kwa nyumba, like the sense, hizo harufu zao zilikuwa pale. When I got to the house, this specific day nilikuwa nimeacha nyumba ikiwa unkempt. Oh God, is it unkempt? Untidy. Because I just wanted the house to be untidy. So ni kiti kona manguo juu, like the house is a mess, because nilikuwa nataka hiyo distraction, because I didn't want probably for them to like concentrate on the laptop being on and recording something. So nilikuwa tu na hiyo harakati. Now remember that I had locked the door that was to access like all other rooms, so they didn't have access to anything. Again, kabla wapate funguo ambazo zitafungua hiyo mlango, inge take so much time. Again, as I said in the very beginning, pia this time round niliacha tu maji kidogo, like a few droplets here and there, kitu ambacho hata huwezi suspect. And when I got back, ushawaiona mtu ambaye anavaa socks lakini azioshi, kwa viatu chafu and things like that. For starters, my house was smelly as shit. So kulikuwa na hizo prints za viatu, alafu pia zinaitwaje socks ambazo ni chafu and things like that. Oh my God. Like, have you ever just been shocked? Like the things that, I don't know, the things that happen when we are not like in our own houses. Have you ever suspected that someone is actually accessing your house? Wait until nifungue laptop sasa, nijue what has been going on wakati ambao nilikuwa away. Cause laptop bado ilikuwa ina record. So wait until nifungue laptop.
nipate hiyo evidence